Naam, hujambo na karibu katika Darubini, channel ambayo inaangazia mambo ya Kikristo, tukiangalia mafundisho mbalimbali ambayo sisi yanatuimarisha kama Wakristo katika ulimwengu. Mada yetu iliyokuwa mezani ni siri ya kitabu cha Ufunuo, ambacho tumeanza kukidadavua vizuri maana na mwandishi wa kitabu cha Ufunuo. Sehemu ya mwisho tulikuwa tunaangalia kuhusiana na shahidi mwaminifu, na tukaona shahidi mwaminifu ni Yesu Kristo mwenyewe. Kama ni mara yako ya kwanza, basi naomba uchukue nafasi hii kuweza kusubscribe kwenye channel yetu ili uweze kupata taarifa na tunasema notification pale ambapo tunaweza kuweka video mpya. Lakini pia ninakusihi mtu wa Mungu uweze kushare ujumbe huu kwa watu mbalimbali. Lengo ni moja tu, tuweze kupata injili ya kweli na kutambua vizuri maandiko. Siku ya leo tunaenda kuanzia kuhusiana na mzaliwa wa kwanza wa waliokufa, maana yake na maana nyingi na mifano mingi ambayo ipo katika kitabu cha Ufunuo. Naomba uanze na sisi, uanze pamoja nasi tukidadavua mada hii mpaka mwisho, na usichoke pia kuja wakati mwingine kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu. Mungu akubariki sana na karibu. Mzaliwa wa kwanza wa waliokufa, maana yake ni nini hasa katika kitabu cha Ufunuo? Protokos ni neno la Kiyunani ambalo kuwafuatana na Vines, kamusi ya Kiyunani, ukurasa wa 444, inaelezea nafasi ya maneno haya ya mzaliwa wa kwanza. Yaani maana yake ni ukuu juu ya uumbaji, sio katika kuzaliwa, yani kuzaliwa kwanza kimwili. Ukisema neno mzaliwa wa kwanza waliokufa, tunazungumzia ukuu wa uumbaji, lakini sio uzaliwa wa kimwili. Kama vile Jehovah Witness wanavyomuona Yesu kama mwanadamu wa kawaida, wao wanaenda sana kimwili lakini si kiroho. Kamusi hii ya Kiyunani, yani Vines, inaendelea kusema kuwa mzaliwa wa kwanza kutoka wafu, limbuko kwa wote waliokufa, ndiyo maana yake halisi, au ndiyo maana ya maneno yaliyokuwa katika Wakorinto wa kwanza sura ya 15 na mstari wa 20. Maneno ya Mungu katika kitabu hiki yanasema, lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Na pia ukisoma katika Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 18, maneno ya Mungu yanasema, naye ndiye kichwa cha mwili, yaani cha kanisa, naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Kwa hiyo, kwa njia ya Yesu, wafu wote wanatumaini la ufufuo. Pasipo Yesu hakuna tumaini lolote. Yeye ndiye mwanzo. Kwa hiyo ukisema mzaliwa wa kwanza wa waliokufa, maana yake Yesu ndiye mwenye tumaini ambalo anawapa wale waliokufa, na wale waliokufa wanatumaini la ufufuo. Pasipo Yesu hakuna tumaini. Kuna jambo lingine linaruhusu wakuu wa wafalme katika kitabu cha Ufunuo, na hili pia naomba tuliangalie vizuri na tulidadavue. Si kweli kama wanavyodai watu wengine kwamba ufalme haujaja bado. Ni vyema wachunguze kwa makini sana. Katika mstari wa 5 na 6, yani kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza, maneno yanasema, Yesu amekwisha kupewa mamlaka kuliko wafalme wote. Yesu ni mfalme wa sasa, basi yeye ni mfalme wa dunia na mbinguni, yani duniani na mbinguni. Yesu anatawala kiroho kwa njia ya kanisa na kimwili kwa kupitia utawala. Katika Mathayo sura 28 mstari wa 18, maneno ya Mungu yanasema, Yesu akaja kwao akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwa hiyo, yeye, yani Yesu, ndiye mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Kwa hiyo hii neno la wakuu wa wafalme linamaanisha Yesu Kristo, yani yeye ni mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Katika Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 5, kuna neno moja linasema alitupenda. Na hili pia linaleta utata sana katika kitabu cha Ufunuo, na watu wanatafsiri ndivyo sivyo.
Hebu tusome Ufunuo sura ya 1 mstari wa 5. Maneno ya Mungu yanasema, tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa na mkuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake. Baadhi ya watu hutafsiri maneno haya kama upendo umekwisha pita, tena haupo tena. Lakini ukweli wa maneno haya ya Ufunuo sura ya 1 mstari wa 5, pendo hili halijapita wala halijakwisha, bali liliandikwa hivyo kuashiria hali iliyopo katika lugha ya Kiyunani. Ukiangalia pia Yohana sura ya 13 mstari wa 1, maneno ya Mungu yanasema, basi kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu hali akijua ya kuwa saa yake imefika, atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba, naye ali amewapenda watu wake katika ulimwengu, aliwapenda upeo. Hapa panaonesha hali iliyopo, lakini pia neno upeo linaonesha bila kikomo. Kwa hiyo ukisema alitupenda upendo umekwisha, basi ndugu yangu unakosea, maana upendo ndo kwanza umeanza na Yesu ametupenda upeo. Kuna neno pia lingine linalosema kutuosha dhambi zetu katika kitabu cha Ufunuo. Biblia inaonyesha tunaoshwa dhambi zetu kwa damu ya Yesu. Lakini katika Warumi sura ya 6 mstari wa 1 mpaka wa 7 panasema kuwa tunabatizwa katika mauti ya Yesu, ndipo tunaposamehewa dhambi zetu ili tuwe viumbe wapya. Tunapoosha dhambi zetu na kusafisha hekalu letu ambalo ndilo mwili wetu, basi Roho Mtakatifu huingia mioyoni mwetu, nasi tunafanywa kuwa hekalu takatifu la Mungu. Yesu alisema katika ufalme ni kuzaliwa kwa maji na kwa Roho. Na hii inapatikana katika Yohana sura ya 3 mstari wa 3 mpaka wa 7. Kwa hiyo mtu anapoamini na kubatizwa na damu ya Yesu inapomsafisha katika maji, ndipo anapoingizwa katika ufalme. Kwa hiyo kuoshwa dhambi zetu inamaanisha tunazikwa ndani ya maji, tunafufuka tukitoka tumeoshwa roho na mwili wetu. Na pia Kristo anakaa ndani yetu. Na ndio hapo sisi tunakuwa wana wa wafalme, au tunaingizwa katika ufalme. Kumbuka maneno ya Mungu kupitia kinywa cha Petro siku ile ya Pentekoste. Aliwaambia watubu na kubatizwa ili wapate ondoleo la dhambi zao. Siku ile waliamini na kubatizwa watu wapatao 3,000, wakaingizwa katika ufalme. Basi maneno haya yalionyesha wazi kuwa wale wa Kristo waliokuwa katika mateso walielewa vizuri maneno haya maana yake, bali waliowatesa hawakujua maana yake kabisa. Na hiyo ndiyo maana halisi ya kuondolewa dhambi. Ukiendelea kusoma Ufunuo sura ya 1 mstari wa 7, kuna maneno yanasema yuaja na mawingu. Ukisoma Ufunuo sura ya 1 mstari wa 7, maneno ya Mungu yanasema, tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamuona, na hao waliomchoma, na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Hivyo katika Ufunuo sura ya 1 mstari wa 7 panasimulia kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili. Mungu anawakumbusha Wakristo walio katika mateso kwamba Yesu atarudi mara ya pili kuwachukua baada ya dhiki zao. Jambo hili kwa Wakristo ilikuwa rahisi kuyakumbuka maneno ya malaika katika Matendo sura ya 1 mstari wa 9 mpaka 11, ambayo yalisema, akiisha kusema hayo, walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alikuwa akienda, wakasimama karibu nao. Narudia, yeye alipokuwa akienda, wakasimama karibu nao wenye nguo nyeupe. Wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni, atakuja jinsi hivyo hivyo mlivyomuona akienda zake mbinguni. Hii inamaanisha walikumbushwa jinsi Yesu alivyochukuliwa na mawingu kwenda juu, basi ndivyo atakavyorudi.
Mawingu ni gari la Mungu lilombeba Yesu kumpeleka juu mbinguni. Katika mstari huu wa Ufunuo sura ya 1 mstari wa 7 unasema yuhaja tena na mawingu. Thibitisha haya ni yasemayo katika Zaburi sura ya 104 mstari wa 2 mpaka wa 3. Na maneno yanasema, umejivika nuru kama vazi, umezitandika mbingu kama pazia, na kuziweka nguzo za ghorofa zake majini. Uyafanya mawingu kuwa gari lake la kwenda juu ya mabawa za upepo. Na pia katika Isaya sura ya 19 mstari wa 1 tunathibitisha tena maneno kama hayo yakimaanisha, tazama Bwana amepanda juu ya wingu jepesi, bila shaka Yesu atarudi kwa kutumia mawingu. Kwa hiyo wingu, tunaposema Yesu atarudi kwa kutumia mawingu, basi mawingu yana tafsiri nyingi, lakini mojawapo inapatikana katika Zaburi sura ya 104 mstari wa 2 mpaka 3, yaani ni kama gari la Yesu Kristo. Katika Ufunuo sura ya 1 mstari wa 8 kuna maneno yanazungumzia Alfa na Omega. Alfa na Omega, hizi ni herufi ya kwanza na ya mwisho ya alfabeti ya Kigiriki. Ni sawa unavyosema A na Z katika herufi za Kiingereza. Maneno hayo yana maana kwamba Mungu ni mwanzo na mwisho na hakuna mwingine. Tunasoma maneno haya katika Isaya sura ya 41 mstari wa 5. Maneno ya Mungu yanasema, ni nani aliyetenda na kufanya jambo hilo, aviitaye vizazi tangu mwanzo? Mimi Bwana wa kwanza na wa mwisho, mimi ndiye. Basi maana ya mstari huo ni kuonyesha Mungu ni wa milele, wa kwanza na wa mwisho, hakuna mwingine. Katika Ufunuo sura ya 1 mstari wa 9, mwandishi ambaye ni Yohana anajitambulisha kwa Wakristo walio katika mateso na kusema, mimi Yohana ndugu yenu, mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso na ufalme. Katika mstari huu twazidi kujidhihirisha kwamba ufalme wa Yesu umekuja, tunao na tumo ndani yake. Kwa sababu hata Yohana anasema, mimi Yohana ndugu yenu, mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso na ufalme. Maana kama sivyo, Yohana asingeliweza kusema kwamba alikuwa akishiriki pamoja na Wakristo katika ufalme. Basi kama vile Yohana alivyokuwa akishiriki pamoja mateso na Wakristo wa siku zile, hivyo hivyo alikuwa akishiriki pamoja nao katika ufalme pia. Katika Ufunuo sura ya 1 mstari wa 9, mstari huu pia unaelezea kuhusiana na kisiwa cha Patmo. Ukisoma Ufunuo sura ya 1 mstari wa 9, maneno ya Mungu yanasema, mimi Yohana ndugu yenu, na mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso na ufalme na subira ya Yesu Kristo, nalikuwa katika kisiwa kiitwacho Patmo kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu. Unajua, wafalme wa zamani walikuwa na adhabu mbalimbali ambazo walizitoa kwa watu ambao walizivunja sheria. Wengi waliuawa na wengine walipigwa, wengine walifungwa gerezani na wengine walifukuzwa nchi. Mstari huu unatufundisha Yohana jinsi alivyopelekwa kisiwani Patmo kwa mateso kwa sababu ya kumhubiri Kristo. Patmo ni kisiwa kilichokuwa karibu na Asia ya zamani. Historia inasema mtu yoyote aliyepelekwa kisiwa cha Patmo na mfalme alikabiliwa na mateso makali, pamoja na kufanya kazi ngumu na kuchonga mawe ya kujenga majengo makubwa. Basi Yohana naye alipata janga hilo kwa sababu ya Kristo. Kwa hiyo anavyosema ameshirikiana katika mateso lakini pia katika ufalme, anamaanisha kuwa kweli aliteseka, lakini ufalme ulikuwepo na yeye alikuwa mshiriki wa ufalme. Tunapoendelea kusoma Ufunuo sura ya 1 mstari wa 10, kuna neno linazungumzia katika roho. Kuna neno lina mzizi katika roho. Hebu tusome Ufunuo sura ya 1 mstari wa 10. Maneno ya Mungu yanasema, nalikuwa katika roho siku ya Bwana, nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu. Maana ya maneno katika roho ni kwamba
Yohana aliona na kusikia kwa macho ya kiroho na masikio ya kiroho, sio katika mwili. Maneno haya yaliashiria kuzimia, yaani akawa na furaha ya kiroho. Mambo yote yaliyotokea yalikuwa yanatokea rohoni. Kwa mfano, tunasoma katika Ezekieli sura ya 8 mstari wa 3 ambapo maneno ya Mungu yanasema, naye akanyoosha mfano wa mkono, akanishika kwa shungi moja la nywele za kichwa changu, nayo roho ikaniinua kati ya dunia na mbingu, ikanileta katika maneno ya Mungu mpaka Yerusalemu. Nikaingia ua wa ndani kuelekea upande wa kaskazini, mahali palipokuwa pamewekwa sanamu ya wivu iitwayo Wivu. Basi hii inaonyesha Yohana alikuwa katika maneno ya kiroho. Pia inatuthibitishia katika Matendo sura ya 10 mstari wa 10. Ukisoma pia katika Wakorinto wa pili sura ya 12 mstari wa 1 mpaka wa 4 utathibitisha maneno haya. Basi maono, ndoto na kifo mara nyingi vinatumika kama kiunganisho cha utakatifu. Ukitaka kuamini hili, basi kwa muda wako tazama Danieli sura ya 2 mstari wa 19. Utathibitisha kuwa maono, ndoto na kifo huwa mara nyingi vinatumika kama kiunganishi cha utakatifu. Tunapoendelea kusoma hii Ufunuo sura ya 1 mstari wa 10, pia kuna maneno yanayosema siku ya Bwana. Watu wengi wamefasiri maneno haya ya siku ya Bwana bila ya kuwa makini. Baadhi yao wanadai ya kwamba siku hii ya Bwana iliyoelezwa katika mstari huu, ambayo ndiyo siku Yohana alipokea ufunuo huu, ni siku ya hukumu. Wanasisitiza kuwa siku ya Bwana ni siku ya hukumu. Ukweli ni kwamba fasiri hiyo sio sahihi, kwa sababu ya maneno ya Kiyunani au ya Kigiriki yaliyotumika yanatuonyesha kuwa sio siku ya hukumu. Maana katika Kiyunani siku ya hukumu inaitwa Hemeratorkiru, yaani yakiwa na maneno yafuatayo ambayo unaweza pia ukayatafuta katika mtandao. Maneno haya ya Kiyunani yanatamkwa au yana herufi ya Hemeratoriou, yaani Hemeratorkiru. Yaani maana yake kwa Kiswahili ni siku ya Bwana, au kwa Kiingereza huitwa the day of the Lord. Lakini katika maneno ya Kiyunani yaliyotumika katika Ufunuo sura ya 1 mstari wa 10, yanatamkwa kama Kurieke Hemera. Haya ni maneno ya Kiyunani ambayo yanaandikwa kwa herufi zifuatazo: Kurieke Hemera, yaani Kurieke Hemera. Hii ni kuonesha maneno haya yana maana tofauti kabisa. Kurieke Hemera au siku ya Bwana hurejelea haswa Jumapili, siku ya ibada ya Kikristo ya kuadhimisha ufufuo wa Kristo. Lakini kinyume chake, Hemeratorkiru ikimaanisha siku ya Bwana inarejea siku ya wakati ujao ya hukumu ya kimungu na mwisho wa wakati. Watu wengi wanasema siku ya Bwana ni Sabato. Hawa ni Wasabato wanaong'ang'ania bila hekima ya Mungu. Lakini siku ya Sabato imetajwa mara nyingi katika Agano Jipya. Hatuoni mahali popote ambapo Sabato inapoitwa siku ya Bwana, yaani Kurieke Hemera. Kwa hiyo, tafsiri hiyo haina ukweli wowote. Tafsiri sahihi ya siku ya Bwana ni siku ya kwanza ya juma, yaani Jumapili. Siku ya kwanza ya juma, yaani Jumapili, ni siku muhimu sana. Inaitwa siku ya Bwana kwa sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza, ndiyo siku Mungu alipoanza kuumba. Sababu ya pili, ndiyo siku Yesu alipofufuka katika wafu. Sababu ya tatu, ndipo Roho Mtakatifu aliwashukia mitume. Na sababu ya 4, kanisa la Kristo lilianza siku hii,
tunajua kuwa kanisa la Kristo lilianza siku ya kwanza ya juma, ambayo ndiyo siku ya Bwana, kwa sababu Pentekoste maana yake 50. Sasa kuna mtu anajiuliza 50 ni nini? Ni siku ya 50 baada ya Pasaka. Waisraeli walihesabu majuma 7, yani 7 mara 7 ambayo ilikuwa ni 49. Wakaongeza siku moja. Basi siku ya Pentekoste iliangukia siku ya kwanza ya juma, ambapo ni Jumapili, na ndiyo siku ya Bwana. Unaweza kuthibitisha mwenyewe katika Walawi sura ya 23 mstari wa 15 mpaka 16. Kwa hiyo siku ya Bwana sio siku ya hukumu wala sio siku ya Sabato, bali ni siku ya kwanza ya juma ambayo Wakristo wamepewa wapate kumwabudu Mungu. Mpendwa msikilizaji, hayo ni maneno ambayo nimetaka leo mimi na wewe tuelezane kuhusiana na kitabu cha Ufunuo. Maneno haya yametumika katika mistari ya kitabu cha Ufunuo, lakini yana maana ambayo watu wengi hawaijui. Tunaendelea kutafakari kitabu hiki kwa upole na unyenyekevu. Hatutaki kwenda haraka. Ninaomba leo tukomee hapo, ili wakati ujao tuanze kuangalia sauti kama baragumu, ambayo hii pia inapatikana katika kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza na mstari wa 10 mpaka 11. Ninakusii uendelee kushare video hii na watu mbalimbali, lakini pia nakualika tena uweze kurudi ili tuweze kudiscuss pamoja haya maneno ya Bwana, na jina la Bwana liendelee kubarikiwa. Ninakushukuru sana. Basi tukutane wakati mwingine. Ubarikiwe sana.